changamoto za kumwagiwa acid. What will happen? Actually labda nielezee tu kwa kifupi kidogo kwa watu ambao hawajatazama kupitia Rick Mille. Mimi nilimwagiwa tindikali tarehe 5 mwezi wa 3 2022 katika mtaa wa Shanty Town. Mtu aliye nimwagia tindikali alikuwa ni mtu ambaye nilikuwa naishi naye katika compound moja hapo nilipokuwa nimepanga. Na huyu jamaa alikuwa amehamia, si kwamba ni mtu ambaye labda nilimkuta pale. Mimi nilikuwa nimekaa kwenye ile nyumba kwa miaka 5. So huyu jamaa alikuwa amehamia na alikuwa ametoka from Dar es Salaam. Lakini kipindi hicho mimi mara nyingi nilikuwa nashindaga nyumbani na ni kutokana na changamoto ambazo nilikuwa nazipitia za kibiashara. Manake kama mnakumbuka ni kipindi ambacho pia corona ilikuwa inaelekea kuisha kabisa at that moment. Kwa hiyo kipindi ya corona mimi kidogo nilipitia crisis sana za kibiashara. Taasisi nyingi zilipitia. Exactly. Kwa hiyo mara nyingi mimi nilikuwa nakaga nyumbani kutokana na mambo yalikuwa mengi sana. So kipindi naishi pale mara nyingi sana nilikuwa nashinda nyumbani. Sasa huyu jamaa akati anahamia mimi sikumuona. Lakini baada ya siku kadhaa nikawa namuonaga pale. Ni hatakuwa tunaongea tukua na mazoea yote. Nadhani kuna siku moja akanisemesha. Akaniambia mambo vipi bro, uko poa? Niko poa fresh. Akaniambia bana mimi naitwa, nitamtaja jina actually maana kipindi ile sikumtaja ila sasa hivi nitamuongelea. Akaniambia bana mimi naitwa Omar. Nimetokea Dar es Salaam nimehamia hapa bana. Wewe unaitwa nani? Nikamwambia mimi naitwa Tariq. Akaniambia poa bro, samahani kama utojali mimi naomba unisaidie namba yako. Narudi night mara nyingi hapa nakuta kumefungwa na mimi hamna mtu hata mmoja hapa ndani mfahamu. Naomba unisaidie namba in case nikirudi late naomba unifungulie. Akaniambia poa haina noma. Sikuwa naishi maana mimi nilikuwa nakaa nyumbani sana. So nikampa namba. Nikaga kija kweli anacheki. Hivyo tukazoeana. Siku moja akaniuliza unajihusisha na nini bro? Mara nyingi nakuona sana unashinda nyumbani, unafanya shughuli gani? Nikamwelezea, nikamwambia mimi nafanya biashara ya utalii na nilikuwa najihusisha na utalii na kampuni yangu inaitwa Agabazat Safaris and Company Limited. Akamwambia sasa mbona most of the time unakuwa nyumbani, inakuwaje? Nikamwambia actually mimi nakuwa nyumbani, nafanya pia kazi nyumbani lakini pia nina ofisi, lakini siendi ofisini kutokana na changamoto nazozipitia. Akamwambia naelewa corona imezengua sana, mimi mwenyewe nina foundation iko huko Same, tunatoa misaada kwa watoto yatima, tunasaidia kuona elewa situation nzima. Akaambia so vipi ofisi umefunga? Nikamwambia ofisi sijafunga ila sendage tu mara nyingi mimi nakuwa nyumbani nafanya kazi zangu hapa. Akaambia basi poa, mimi nina wafadhili wangu ma Godfather ambao watakuja